Tunazungumzia hapo, akizungumza Rais Uhuru Kenyatta ametaja kwamba pawepo na gender parity. Alikuwa anaangalia anaona ni madume tu, akasema pawepo na gender parity na ikabuniwa kamati. Hapo waziri wa michezo Amina Mohamed ikabuniwa kamati ya kuangalia haya maswala na ukachaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo. Ni maswala gani ambayo mtakuwa mnayashughulikia sasa? Labda ni ujumbe gani mtakuwa mnaushughulikia? Na unalionaje hili ni tatizo limekuwepo kwamba wanawake wanawekwa pembeni? Kweli kabisa, hiyo ni jambo ambalo limekuweko, ambapo hata kwa wakati huu hata ile timu ambayo imeweza kusafiri, sidhani hata kwa wale wachezaji wakimbiaji ambao wameondoka nchini kwenda kule, ama wataondoka kwenda kule Kulume, Tokyo, sidhani wako na kocha ambaye ni mwanamke. Katika ile timu ndio kunaweza kuwa na wanawake, lakini sidhani kuna yule ambaye ni kocha ambaye ana ustadi wa kukimbia ambaye ako pale kama representative wa makocha wanawake. Kwa hivyo ngoja, hili ni tatizo limekuwepo tangu wakati wenu? Hili ni tatizo limekuwako, wacha hata wakati wangu, hata wakati wa wale waliokuwa mbele yangu. Wewe mwenyewe ulikuwa unajisikiaje? Tuseme sasa hivi tuna timu ya raga, kina dada kama Lionesses, na kocha ni mwanamume. Ndio. Ama hata wewe tuseme ni mwanariadha na kocha wako ni mwanamume, ama team manager ni mwanamume. Tuliona hata ligi kuu ya Uingereza, nafikiri ni Chelsea pekee ndio kuna kipindi ilikuwa na daktari mwanamke. How do you feel? Je, kuna baadhi labda siri fulani kama angekuwa kocha ama manager mwanamke ungemwambia, akiwa mwanamume inakuwa vigumu? Ilikuwaje kipindi chenu? Kwa kusema ukweli, unajua ni wakati mgumu sana wakati ule, kwa sababu unajua kuna mambo kama mwanamke unaweza kuwa unapitia ambapo hauwezi ukaweza kumwelezea mwanaume. Kwa kusema ukweli, hasa kwa sababu kama wale makocha wako pale, hautaweza kuwa na ile freedom ya kuweza kushare kila kitu na yeye. Lakini angekuwa mwanamke mwenzako, waweza kumwambia hapa ndio inaniumiza. Unaelewa? Ndio. Alafu hapo manake hii kamati mtakuwa mnafanya kazi kubwa sana, na wiki hii na hata wiki jana yamezungumzwa sana haya madai ya wachezaji wa kike kudhulumiwa na makocha wa kiume, na pia wachezaji wa kiume kudhulumiwa na makocha wa kike. Na haswa tumezungumzia sana masuala ya basketball, na umeaona hili ni tatizo limekuwepo hata wakati wenu ama linaanza leo hili? Kwa kusema ukweli, mimi siwezi nikaongelelea discipline nyingine yoyote apart from ile riadha ambaye ninayojua ama ninayoelewa, ambaye nimesikia mambo kadha wa kadha, vituko vimetokea pale hapa na pale. Lakini unapata labda kama wewe ni kocha, unachukua wasichana wadogo, labda wale ambao hawana namna ya kujimundu, katika hali ya kusema unawasaidia, bado inafika mahali unapata kuwadhulumu, unawamisuse sexually and vitu kama hiyo. Kwa hiyo kuna uwezekano labda coach kama ukukubaliana naye, sijui kama alikuwepo wakati wenu, labda anakutaka kimapenzi, kama ukubaliani naye, hata kama wewe ni mwanariadha mzuri ama mwana michezo mzuri, unaachwa nje ya kikosi. Visa kama hivi vimekuwepo? Visa kama hivyo vimekuweko. Wengine unapata sasa unaweza kuhusishwa kwa timu fulani, ni kwa sababu wewe labda huyo kocha ako na relationship na wewe, so lazima utakuwa considered all the time. Ndio. Tutafanya nini ndio tumalize hali kama hii? Kinachohitajika ni kuwa na policies ama laws ambazo zinaweza kufuatiliwa, ambapo zitatiliwa maanani, na ambapo ya kwamba kukiwa na sheria kama zile, unajua yeyote yule ambaye atakiuka zile sheria, kutakuwa na nini yake, adhabu yake. Ndio hapo sasa tuje kwenye hiyo kamati. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzungumzia kwamba pawepo na gender balance, ndio ikabuniwa ile kamati. Labda mko kama watu wangapi na kazi mmeanza tayari? Tumechaguliwa kamati ya watu 9 na kazi tayari tumeanza. Tulikuwa na mkutano wetu wa kwanza on Wednesday na bado tunaendelea. Ndio. Ni vitu gani mtakuwa mnaangalia? Tuseme majukumu gani mmepewa, na mmepewa hadi lini mwe mmemaliza hii kazi na mwasilishe ripoti? Tumepatiwa siku 30. Kwa hivyo ukihesabu kutoka tarehe 10 Julai, tarehe 30 ni kama zinaisha tarehe 8 mwezi unaokuja. Kwa hivyo tuko na kibarua kigumu sana. Lakini watahesabu pia weekend? Sijaelewa mimi kwanza. Kwanza kuna kasikukuu wiki ijayo ka holiday ka Jumanne wiki ijayo.
Kwa hiyo mna muda mfupi sana wa kufanya kazi. Tuna muda mfupi sana, but kwa neema yake Mwenyezi Mungu tunaamini ya kwamba tutaweza kudeliver. Hivi unafikiri Ndereba, wewe binafsi yako, Ndio. Tujitoe sasa kwenye ile kamati. Ndio. Unafikiri ni mambo gani ambayo yanafaa kufanywa haswa kwenye michezo ndio mtoto wa kike apate nafasi sawa na mwanamume? Kitu cha kwanza mimi ninaona na ninaonelea kwamba ni vyema kuwe na kitu inaitwa sensitization. Sensitization ni ambapo watoto ama wasichana wadogo wataweza kuelimishwa. Ni kama ile basic education. Wakishaelimishwa, utaelimisha ule msichana mdogo ya kwamba unapokuwa na cheza utakuwa na kosha yako, lakini kuna ile lane ama boundaries hawezi kuvuka. Unaelewa? Naam. Manake umepata wasichana wengine wamepata kudhulumiwa ama wachezaji wengine wamepata kudhulumiwa na makocha zao, ni kwa sababu hawajajua zile right zao. Usipofundisha mchezaji right zake na asipokuwa na hiyo elimu, hataweza kujua. Mpaka wakati imeenda na mambo imeharibika, ndio tunakuja kulia. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mojawapo ya mapendekezo mtakayokuwa nayo kwenye kamati yenu ni kwamba pawepo na sensitization, elimu ya mtoto wa kike, mwana michezo ajue haki zake. Sio wa kike peke yake, hata wa kiume. Manake gender haizungumzii mwanamke peke yake, ni mwanamke na mwanaume. Manake katika yote hakuna yule hawezi kudhulumiwa. Ndio. Manake na pale imetokana na ile kwamba Uhuru alihisi rais kwamba madume ni wengi. Kwa hiyo wao wajue haki zao, ujue kwamba mimi nikiwa mwanamichezo mipaka yangu ni hii. Ndio. Na ni labda nikiona dalili kama hizi naweza nikajua. Ndio. Alafu naweza na sheria ichukue. Una speak out. Ndio. Na tangu wakati wenu, wakati kesi kama hizi zilikuwepo, zilikuwa zinaripotiwa na hatua ilikuwa inachukuliwa? Mi sijajua. Mimi kama mchezaji binafsi, mimi naweza kusema ukweli, haijafanyika kwangu. Manake kuna vitu zingine mimi singeruhusu kwangu. Lakini kwa wengine umesikia? Nimesikia, wengine hata wana watoto wa makosha. Ndio. Wana michezo wana watoto wa makocha, ile yenye siwezi kujua ya kwamba kama walioleka na wale makocha ama hawakuweza kuoleka. Yaani ni society nyingine ambaye huwezi kuelewa. Ni Catherine Ndereba huyo legend bwana. Ni mashindano gani hajashinda? Olimpiki tutaizungumzia, amekwenda bwana, haswa marathon, akiondoka na zile medali, hususan medali zile za fedha. Tunapiga naye gumzo kwenye Standard Digital na game yetu Tikitaka, ndicho kipindi hewani, na maoni ni mengi nitakuwa naangalia baadaye. Lakini kabla ya kuangalia Catherine, tangu wakati wako ukikimbia haya mashindano mpaka leo, nilizungumza na waziri msaidizi wa michezo wiki jana, Zaki Kinudhia, akanambia kwamba ile skendo iliyotokea Rio hawatakubali itokee tena. Unaona kama Tanzania nafikiri wanariadha 4 lakini waliowasindikiza ni zaidi ya watu 60. Kwamba unakuta mmeenda mashindano ya riadha, wanariadha ni 10 lakini waliosindikiza ni officials ni zaidi ya 200 300. Ile tatizo amesema halitarudia tena Tokyo. Tuliona Rio lilikuwepo. Wewe wakati unakimbia Catherine, mnaenda kuwakilisha nchi. Ulikuwa unajisikiaje kwamba kuna mwanariadha alistahili muende naye lakini ametemwa ili official aweze kusafiri? Unajua, kwa wakati ule hatukuwa tunajua sana ni kinachoendelea. Sababu sasa ungepata mtu amekuwa eliminated kwa timu fulani. Kama mimi nilikuwa tu nakuwa eliminated kwa bio zingine, sio kwa Olimpiki hasa, lakini yenye nilikuwa eliminated ni Olimpiki ya 2000, ambapo niliambiwa mimi sija qualify, na tayari nilikuwa nimequalify kule Boston. Nilikuwa nimeambiwa unapo win Boston utaweza kuwa included kwa timu ya Olimpiki. Lakini wakati mtu mwingine alikimbia mbio mahali ingine, akakimbia faster time than mine, akaweza kuwekwa kwa hiyo timu. Ilikuuma? Iliniuma sana. Na ninakwambia ukweli, hiyo ndio ingekuwa mwaka wangu wa kwanza kuleta medali ya hizi big championships. Ndio. Kwa hiyo ulihisi pale nafasi yako amechukua mtu ambaye hakustahili? Lakini kwa yote mimi nilisamehea. Kwa sababu ya kitu moja, mimi najua Mungu ananipenda na ananisamehe mengi. Ndio. Kwa hiyo unakubali
Unaonaje katika haya mapendekezo yao kamati yenu mnapoangazia masuala ya gender? Hilo ni swala pia mnaweza mkaingiza ndani hili swala la kwamba kupunguza hawa majoiredas, jambo la kwanza. Jambo la pili, wanariadha wanaostahili kuachwa nje. Nafikiri ni jambo ambalo pia yafali angaziwe. Unajua ndugu yangu, vitu zingine hata ni ngumu sana kuweza kukua controlled unless sasa tuseme kama serikali yetu ikuwe very strict, kwa sababu wale watu wanaenda si ati wanaenda kama hawajulikani wanaenda. Manake kama ni pesa na anatoa, si ni serikali? Ndio. Kwa hivyo kama ni ministry, serikali tu ndio inaweza simama na inasema ya kwamba kwa ministry panatoka watu, panafaa patoke watu 5 ama watu 6, kati yao 3 ama 2 ni wanawake. Unanielewa? Haya, kama ni kwa federation wanapotuma watu pale, kuwe na kocha wa wanawake, kuwe na kocha wa wanaume, kuwe na kama psychologist mwanamke, na kuwe na psychologist mwanaume, na kuwe na mtu kama massage therapist. Unaona? Yani wale wanaohusika. So hivyo ndivyo inamaanisha. Kuna mashindano umai kwenda, manake ningali hapo tu kwenye hiyo kamati yenu ya agenda na wanaosafiri wanaostahili. Kuna mashindano umai shiriki ya kuwakilisha Kenya. Ndio. Tuseme wewe ukaona ama wenzako mliosafiri nao wakaona hapa kuna mtu amekuja lakini hatujui kazi yake ni ipi, yani majoy riders. Washa nikwambie sasa kwangu. Kama marathona, hakuna wakati nimetoka katika hii nchi nikiwa na kocha mwanamke. Nasikia? Hakuna wakati nimetoka Kenya nikiwa na kocha mwanamke. Hata kwa wakati huu, hata kocha wa marathoners ama hizo mbio zote ni wanaume. Nanielewa? Yes. Labda inamaanisha hatuna makocha wanawake? Kama unajua hii society yetu ni society ambao ni kama imekuwa inaweka mwanamke kando. Unaona, tunanyimwa nafasi ya kuongea. Yaani nyinyi ni watu wa kukaa kando huko. Kaeni jikoni. Unaelewa? So sasa katika hiyo hali wanawake wapewi nafasi kama vile inavyotakikana. Na diposa kamati kama hii inakuwa formed, diposa kila mmoja aweze kuenjoy right yake. Hii Kenya tunaijua Catherine Ndereba. Angalia kabla hujazungumzia mashindano ya Olimpiki. Ndio. Kamati zinabuniwa, zinaandika ripoti lakini hatuoni zikitekelezwa. Nyingi tu kamati za kuchunguza mambo mbalimbali, ripoti zinaandikwa, hatuoni zikitekelezwa. Hii kamati yenu hii, mwanzo kamati inaitwaje? Inaitwa Gender Welfare in Sports. Gender Welfare in Sports. Yes. Hii kamati ya Gender Welfare in Sports. Ni nini kinawafanya mfikirie kwamba hii ripoti mtakayoandika baada ya siku 30 itatekelezwa, it will be implemented? Nini kinawafanya mfikirie hivyo? Mimi kwanza naweza kufikiria hivyo kwa sababu inaonekana ni jambo nzito na imeshikwa maanani na president. Ndio. Sawa, tunasubiri, tunawatakia kila laheri, tunasubiri tuone mtaandika nini, mtapendekeza nini kwenye kamati hiyo. Sasa tuje kwenye Olimpiki. Ndio. Mwanzo maandalizi unazungumziaje kikosi chetu ambacho kilisafiri? Unakionaje na ni wapi una matumaini ya medali? Mbio haswa gani? Okay, mimi ninao matumaini kwa timu ya Kenya, manake mimi najua wa Kenya wanapotoka mahala hapa kila mtu anakaa akiwa ako focused, na anapoenda pale anajua yeye anaenda kuwakilisha nchi yake. Na kwa hivyo matumaini yangu ni kwamba watakimbia, hasa kwa wakimbiaji nina matumaini makubwa sana. Ndio. Useme wakimbiaji hawa nani, tuseme javelin, yego yupo, tuseme raga, tuna kikosi, volleyball tuna kikosi, hata mita 100 tuna Manyala. Kote huko unaona tu ni kwenye riadha, lakini nje hii michezo mingine? Kwa hizi michezo zingine tumewahi kuwa tunafusu, lakini wanapofika pale wanakuwa na ule upinzani mkali kutoka kwa nchi zingine. Wewe unazungumziaje ma legends, wale wanariadha na michezo mliokuwa nao? Mpaka sasa you are satisfied ama kuna kitu zaidi kinaweza kikafanywa kwa ajili yao? Ndugu yangu, mimi kuna kitu moja ningetaka nikuambie. Usipotosheka na kidogo, hata kile kikubwa uwezi pata.
So katika Biblia kuna mtu mmoja ambaye aninitia moyo sana, anaitwa Paul, katika kitabu cha Wafilipi. Alisema ya kwamba nimejifunza kutocheka. Kwangu mimi nimejifunza kutocheka. Na ningeomba wa Kenya tukajifunze kutocheka. Tukiwa tunazo mingi tutosheke. Tukiwa hatuna mingi tukaweza kutosheka. Manake ndugu yangu, tusipokuwa na ile roho ya kutosheka, hatutatosheka kamwe. Hata ukipewa nini hautaweza kutosheka. So ile kitu ninajaribu kusema ni kwamba hata kama ni safari inaanza pahali, na kikwetu tunasema safari mrefu inaanza na hatua moja. Kwa hivyo tutapiga hatua moja, tunapiga ingine tukiendelea. Kwa hivyo tukaweze kushukuru serikali yetu kulingana na ile hatua imeweza kupiga, tukiwaombea pia wakaweze kupanua mipaka, diposa wakaweza kwa wand. Vyema. Very religious Catherine Ndereba hapo unamsikia akieleza kwamba turidhike na kidogo tulicho nacho. Labda ni kupambana kukipata hicho kidogo kwanza. Ni tikitaka, what a beautiful day nikiwa na Catherine Ndereba. Ndereba, angalia hawa wanariadha wameondoka. Yeah. Mashindano yanaanza wiki ijayo na watakuwa wakishiriki wakati wa janga hili la corona. Ndio. Binafsi yako corona imekuathiri, imekuaffect vipi? Na pili, baadhi ya wanariadha umezungumza nao hasa ambao watakuwa wanatuwakilisha. Unawaambiaje? Hali itakuwaje? Unakimbia wakati wa corona. Yaani wakati wote unatolewa hotelini unadungwa pua. Na kuambia kutoka kujibu unadungwa pua. Ni kipindi kigumu sana hiki. Ni kipindi kigumu, lakini ninachotaka kuambia ni kwamba wajiset ama wajisike tu, sababu ni vile hali ilivyo, wasichukue kama ni mzigo. Lakini kitu moja ningewaomba, waweze kuweka zile protocols. Manake hii ni maisha ya kila mtu binafsi. Manake mtu asipojichunga akaende kujiexpose, sasa hiyo itakuwa ni shida kubwa sana. Yes. Alafu unaoshauri gani wanariadha, na si wanariadha tu, wana michezo kwa ujumla? Tumeona wana michezo wengi wakati wanatamba wanajitosa kwenye anasa na starehe. Wakati wamestaafu unajikuta sasa anajuta. Labda amefilisika, hali si hali. Unaushauri kwa upcoming athletes na sports persons? Ushauri nilio nao kwa upcoming persons na hata wale wachezaji ambao wanaendelea, ningetaka kuambia ya kwamba hata kama mtu amebarikiwa kiasi gani, asimsahau Mwenyezi Mungu. Manake Mungu ndio mwenye kuinua na Mungu ndio mwenye kushusha. Ndio. Wewe unajitokeza kama mtu ambaye kwamba umeshika sana dini, Catherine. Nafikiri ndio imekusaidia sana kukimbia muda wote huu mpaka una staff. Kusema ukweli, Bwana Ali, ningetaka kukuambia Catherine, bila Mungu ningekuwa sipo. Lakini kwa sababu ya kuweza kumjua Mwenyezi Mungu, amekuwa akinielekeza. Na ninamshukuru sana, manake ni kwa neema yake nimeweza kustahamili na nikaweza kufikia mahali nimefika. You are saved, eh? Yes, I am. Ilikuwa kwaje ukawa saved? What happened to you, ama ulijikuta tu umemkubali Bwana? Ni story mrefu sana. Mimi niliokoka nikiwa kwa school rally. Ukiwa? Nikiwa high school, nikiwa kwa rally ya shule. Nilikuanga mtu wa Catholic, lakini nilikuwa na marafiki wa CU. Yaani walikuwa wameokoka. So one day wakaniomba tuende na wao kwa rally. Wakati sasa tulikuwa tuna praise and worship, mimi niliweza kuhisi zile nguvu. Washa nikuambie, mimi niliokoka bila kuhubiriwa. Okay, tangu high school, eh? Okay. Nilikuwa form 4. Ndio. Ndereba. Yes. Ataka kujua mtazamaji wangu, ni lini umestaafu, na baada ya kustaafu unajishughulisha na nini kwa sasa? Ati? Ni lini umeacha sasa kukimbia mashindano ya riadha? Umetoka uwanjani na sasa hivi unapatikana wapi, unafanya nini sasa? Manake tupo nawe ofisini, lakini vizuri wajue Ndereba sasa ni nani na anapatikana wapi. Hata hawawezi kuuliza nitapatikana wapi sababu wanaona mahali nipo. Lakini kitu ningetaka kusema ya kwamba mimi nilipata kustaafu
mwaka wa 2015. Maana yake nilifanya race yangu ya mwisho kabisa yenye nilisema ni ya mwisho ni tarehe 19 mwezi wa 4 pale Nagoya, Japan. Nagoya ndio niliweza kukimbia race ya mwisho. Na hata hiyo race sikujua ni ya mwisho, lakini kulingana na vile mambo iliendelea kutukia, nikaona hapa siwezi kuendelea tena, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hiyo. Manake niliweza kupata jeraha mwaka wa 2012 kabla ya London. Nilipopata jeraha nilipata kitu inaitwa torn ligament around my right ankle. Na wakati nilienda kwa matibabu nikaambiwa ile mguu ingehitaji ifanyiwe upasuaji. Na katika hiyo hali nilikuwa na hiyo torn ligament, na at the same time nilikuwa na kitu inaitwa stress fracture ambayo ilikuwa inapona. So nikasema sasa kama stress fracture inapona, bona niende nikapate jeraha nikaende kupata hiyo upasuaji. Nikauliza daktari, hakuna namna naweza kupona bila kufanywa upasuaji? Akaniambia inawezekana, lakini ile kitu itafanyika itachukua muda mrefu. Kisa na maana ni kwa sababu kuna ile kitu inaitwa low flow of blood kwa ligaments. So na mimi nikaamua nikaomba kwanza, alafu nika conclude ya kwamba mimi sitafanywa upasuaji. Nikakuwa na amani ya kwamba nipone naturally. Niposa nikaongojea hiyo mwaka 2012, 2013, 2014 nikasikia ni kama mguu imekuwa sawa, na nikaanza mazoezi tena. Kwanza ile mazoezi ndio nikaenda kukimbia 2015 in April. Na unfortunately ilirudi. Nikiwa 30th kilometer mguu yangu ilianza kuniuma, na ikauma sana. So nikajua obvious sasa hiyo jeraha ni kama imelikaa. So nilikimbia kuweza kumaliza ile bio, manake sikutaka kuachia jiani. Lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa ninaambia Mungu, ilikuwa ni ombi langu ya kwamba itakapofika wakati wangu wa kuondoka kwenye uwanja, Mungu anipatie sign. Na baada ya kuomba nikakuja kupata ya kwamba hiyo ndio sign Mungu amenipa, ya kwamba muda wangu umeisha wa kuwa pale uwanjani. Na nikaambia Mungu, kwa sababu mimi popote pale najipata, sichukui ya kwamba niko pale kama ajali. Ninachukua ya kwamba ni mission Mungu amenituma. Na unajua unapotumwa mission, hata tunaonanga majeshi yetu wakati wametumwa mission, it is just for a certain time. Hiyo time ikiisha wanaondolewa pale, wanarudishwa mahali ambapo kazi yao ipo.